Allah jalla wa ala ndani ya Qur'ani anasema, alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah. Aya hii ukiitumia mzazi kama msaidizi wa malezi nyumbani kwako ni msaada mkubwa sana. Waambie daima watoto wako haya maneno uyakariri: mwanangu, jua kwamba Allah jalla wa ala yuko na wewe popote unapokuwa. Ma yakunu min najwa thalatha, hawakai watatu wakinong'ona, illa huwa rabi'uhum, Allah ni wanne wao. Wala khamsatin, hawakai watano wakinong'ona, illa huwa sadisuhum, Allah ni wasita wao. Wala adna min dhalika, hata idadi ndogo chini ya pale Allah yupo. Wala akthara, au liwe ni kundi kubwa Allah yupo. Thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm alqiyama, kisha Allah atakwenda kuwaeleza yale waliyofanya. Tazama Mtume sallallahu alaihi wasallam, min shiddati hirsihi fi tarbiyati nashia. Siku moja amempandisha Ibn Abbas, alikuwa ni kijana, hadithi ni mashuhuri, anasimulia kwamba siku moja nakwenda na Mtume sallallahu alaihi wasallam, amenibeba katika kipandwa, akanambia, ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfadhillaha yahfadhuk. Haya maneno mtoto anataka ayasikie kutoka kwenye kinywa cha mzazi. Mwanangu, mhifadhi Allah, Allah atakuhifadhi. Sio unatembea naye unamwambia, mwanangu, maisha magumu, kuwa makini. Maisha magumu unayapanga wewe. Ihfadhillah, mhifadhi Allah, yahfadhuk, Allah atakuhifadhi. Ihfadhillah tajidhu tujahak, muhifadhi Allah, utamkuta amekutangulia kwenye mambo yako. Wasikie maneno kama haya, upate muda wa kukaa na mwanao, umtengeneze, ujaribu kuibrush imani yake. Tuwekeze kwa watoto wetu. Watoto ni neema, lakini ni kesi.